Karibu ndugu mtazamaji kwenye chaneli yetu Kijana wa Thamani na Mwalimu Stella. Kwenye chaneli hii kijana utapata maarifa ya jinsi gani ya kujitambua wewe ni nani, unapaswa kufanya nini na wakati gani. Utafundishwa jinsi ya kutumia fursa vizuri ulizonazo kuanzia shuleni, chuoni au sehemu unapofanyia kazi. Utafundishwa jinsi ya kutengeneza network zenye manufaa na pia kuwa mbunifu. Utafundishwa jinsi ya kujiepusha na makundi hatarishi na tabia mbaya. Na pia utafundishwa jinsi ya kuwa na nidhamu na kuwa na maadili mema ili uweze kukaa vizuri shuleni, chuoni pamoja na sehemu unaofanyia kazi. Karibu sana. Katika kufundisha tutaenda katika mfumo wa series. Kutakuwa na series ya kwanza, ya pili, ya tatu, ya nne, ya tano na kuendelea. Na kijana, mzazi, uwe baba uwe mama, unakaribishwa sana kuangalia haya mafundisho, pia kushauriana na mimi. Karibu sana. Leo tutaenda kuanza series ya kwanza ambayo itaongelea malengo au lengo la hii channel ya kufundisha vijana. Hii channel imelenga kufundisha vijana ili waweze kugundua vipawa, karama, vipaji, ujuzi pamoja na thamani zao kama vijana. Wakishagundua waweze kutumia. Na akishatumia pia waweze kuvilinda hivyo vipawa, hizo karama, hivyo vipaji pamoja na juzi mbalimbali ambazo wanazo. Pia kulinda thamani zao kama vijana. Maana unaweza kawa na ujuzi, unaweza kawa na kipaji, lakini ukikichezea, ukifanya ambavyo sivyo, basi hicho kipaji kitaondoka. Hicho kipaji hutakiona, au hicho kipaji utafanya ambavyo haitakiwi kufanya. Kwa hiyo tunaenda kujifunza vyote ili tuweze kugundua, kutumia pamoja na kulinda vipawa, karama, vipaji pamoja na thamani zetu sisi kama vijana. Kwa hiyo wewe kama kijana unaniangalia, usijidharau. Wewe uliumbwa kwa kusudi maalum. Wewe ni wa thamani. Wewe ni wa kipekee. Unaweza kufanya mambo makubwa na mazuri katika hii dunia. Umewahi kujiuliza hata siku moja kwamba hivi ni nani aliyetengeneza ndege zinazoruka huko juu? Au meli zinazotembea huko baharini? Au mabarabara mazuri ya juu na chini mengine yanapita baharini? Umewahi kujiuliza ni nani anayetengeneza majengo mazuri mengine yanatengenezwa baharini? Ni kijana kama wewe, ni mtu kama wewe. Kwa hiyo jiamini, jipende, kuwa na uthubutu, kuwa mbunifu. Unaweza ukafanya vitu vikubwa kuliko hata hivyo unavyoviona ambavyo wenzio wamefanya. Na hata tukiangalia kwenye vitabu vyetu vya Mungu, Zaburi 139 mstari wa 14 mpaka 15 inasema, nitakushukuru kwa kuwa nimeumbwa kwa jinsi ya ajabu na ya kutisha. Nilipotungwa kwa siri na ustadi ndani ya hii dunia. Kwa hiyo Mungu alivyokuumba, alikuumba kwa ustadi na jinsi ya kutisha. Ina maana wewe una vitu vikubwa. Ina maana wewe unaweza kufanya vitu vizuri. Ina maana wewe unaweza kubadilisha hii dunia ikawa dunia nzuri sana na ya kuvutia. Na kila mtu ana vipawa, na kila mtu ana vipaji, na kila mtu ana juzi za aina mbalimbali. Ndio maana kuna wengine ni waimbaji, akiimba unasema wow, anaimba vizuri, sauti nzuri, anavutia. Yaani unapenda usikilize, ucheze. Hao ni wenye vipawa vya kuimba. Wengine ni mainjinia. Anaweza akachora barabara nzuri, anaweza akachora majengo mazuri, anaweza akadesign kitu kizuri ambacho kitavutia. Na ndio maana unakuta ukipita huko mjini kuna magorofa mengine yako kama meli, mengine yako round kama sijui shilingi, mengine yana design. Hao ni watu kama wewe. Wengine wana kipaji cha kuongea. Wenyewe wanaweza kaongea vizuri, wakasikilizwa, wakafurahisha jinsi wanavyoongea. Kwa hiyo wale wanaweza kama MC,
na wakafanya vizuri, wakapata pesa na pia wakatambulika na kaishi vizuri. Wengine wanakuwa wasemaji wa rais, wengine wasemaji wa viongozi mbalimbali. Kwa hiyo wewe kama kijana usijidharau, usijishushe, usikate tamaa. Hebu kaa chini, jitambue wewe ni nani, jijue wewe unaweza nini, jijue wewe unafaa katika kipi. Sawa? Kwa hiyo mimi nimeamua sana kuwalenga vijana kwa sababu zifuatazo. Kijana tunajua ni mtu yoyote anayetoka kwenye utoto kwenda kwenye utu uzima. Wengine wanasema kuanzia miaka 15 mpaka 25, na wengine wanasema 18 mpaka 45. Lakini hiyo inatofautiana kutokana na muktadha au kutokana na wajibu wa labda kisiasa, kitamaduni, kijamii au kisheria. Na vile vile tunategemea katika hiyo hatua ya kutoka utoto kwenda utu uzima, kijana anaanza kujitegemea mambo fulani fulani. Kijana pia anaweza akafanya maamuzi binafsi. Kwa hiyo sasa lazima apewe mafundisho, lazima aelekezwe, lazima ajifunze. Kwa hiyo kijana tunamwangalia sana kwa sababu yeye ni taifa la kesho. Ina maana tukimtengeneza kijana vizuri wa sasa hivi, yeye ndio baba bora wa baadaye, yeye ndio mama bora wa baadaye, yeye ndio mfanyakazi au mtumishi mzuri wa baadaye, yeye ndio atakayejenga familia nzuri, jamii nzuri, pamoja na taifa zuri. Ndio maana tunamfundisha kijana. Pili, kijana ni mtu ambaye asipopewa mafundisho anaweza akaelekea kubaya, kwa sababu saa hizi ndio anapokea vitu vingi kwenye mitandao, kwenye TV, kwenye mambo mbalimbali na mitaani huko mpaka mashuleni wanaosomana. Kwa hiyo ina maana walimu ni wengi, wengine wanapotosha, wanafundisha mambo yasiyofaa, mambo ambayo yatampeleka mahali pabaya. Kwa hiyo inabidi tumuelekeze njia sahihi ili aweze kuchagua kipi cha kufanya na kipi cha kuacha, kipi cha kukifuata na kipi cha kutokifuata. Na vile vile tumelenga kijana kwa sababu huu wakati ni kijana ana nguvu, na ubongo wake na akili yake inafanya kazi kwa kasi. Kwa hiyo anaweza akafanya kitu fulani kwa ufanisi kwa sababu yeye bado ana nguvu. Ndio kwanza anachipuka nguvu, anatakiwa afanyie katika mambo yaliyo mazuri. Vile vile tumelenga kijana kwa sababu usipomfundisha kijana au kijana asipojua njia nzuri, wewe kijana unayenisikiliza, unaweza kuingia kwenye makundi hatarishi. Kwa mfano ulevi uliopindukia, kuvuta bangi au madawa ya kulevya, ukahaba, labda wizi, starehe zilizopitiliza na kuacha kabisa kile kilicho kupeleka pale, kama ni chuoni, kama ni shule, au sehemu yako ya kazi ukapitiliza starehe, unakunywa mpaka asubuhi, unalewa, unafanya mambo ya starehe mpaka unasahau kile ambacho kinakupatia kipato au kinakupatia maarifa. Kwa hiyo inabidi kijana afanye aelekezwe. Na vile vile kijana aweze kupanga malengo, kwa sababu ukimwelekeza kijana, ina maana atakuwa na njia nzuri ya jinsi ya kupanga malengo. Nifanye hiki, kwa sababu tayari atakuwa na dira, tayari atakuwa na maelekezo. Kwa hiyo ni vizuri kijana afuate mafundisho na asiache kabisa mafundisho. Hata vitabu vya Mungu vimesema kwamba Timotheo wa kwanza mstari wa 4, Timotheo wa kwanza sura ya 4 mstari wa 12, mtu yeyote asiudharau ujana wako, bali uwe kielelezo kwa waaminio. Kwa hiyo wewe kijana
kwa kufanya vizuri, kwa kufuata yale ulioelekezwa, kwa kutenda yaliyo mema, basi wewe utakuwa kielelezo kwa wale waaminio. Kwa hiyo kijana, lazima ujitunze, lazima ujilinde, lazima ujifunze yale yaliyo mazuri ili kuiokoa nafsi yako na baadaye uwe na mafanikio. Kipindi kijacho, series inayofuata itahusu kujitambua. Tafundisha maana ya kujitambua na faida na hasara ya kujitambua au kutokujitambua. Hai.